Basi kwa wakati huo nami ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Bwana. Haleluya. Hao wanaoitika kana kwamba hawajala ni wale ambao hawajawahi kuja juma nzima. Na wasalimu hamjambo. Hamjambo Yesu. Asante sana. Yesu anakuja mara ya pili kulichukua kanisa lake. Yale ambayo niliyokuwa nayaguzia, mimi sitaenda kuingia yale ambayo nimesungumzia katika juma lililopita ili niweze kuletewa kwa mkutasari, bali tu nitajichopia moja kwa moja kwenye mahubiri ya siku hii ya leo. Fungu letu kuu ambalo tulilokuwa tunalizungumzia ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ya kwanza, mstari wake ni wa 30. Biblia inasema, wapendwa, katika kwenye maandiko, ningependa msomaji uwe na Biblia ili tuandamane moja kwa moja kwa kile ambacho Biblia inachosema. Paulo anaandikia kanisa la Korintho, anasema namna gani? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, bali kwa yeye ninyi mumepata kuwa katika Kristo Yesu. Mumepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu kuwa hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Maana yeye aliyefanywa hekima wakati ambao hatukujua, wakati ambao hatukuwa na hekima, yeye akafanywa kuwa hekima ili tupate ukombozi ulio kamili ndani ya mwanawe. Maana dunia ilipoanguka, mwanadamu hakuwa na hekima, maana hekima yake iligonga mwamba. Lakini wakati ule Mungu akamtoa mwanawe ili awe hekima. Wakati timilivu ulipotimia, mwana akajitoza kwa ajili ya kubeba kisasi cha mwanadamu ili aweze kumwokoa, kwa sababu hakuwa na ukombozi. Haleluya. Ukombozi tumepewa kwa sababu yeye ametulipia lile deni ambalo tulilokuwa nalo. Siku ya leo ningeingia niweze kukuletea kile ambacho kingekuwa ni lengo langu siku ya leo. Anasema Jesus Christ is the source of life. Yesu Kristo ndiye chemichemi ya maisha, yani ya uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo Yesu akiwa ndio chemichemi, baada chemichemi ni mahali ambapo unapokwenda kuchota maji na unapata maji mahenge ama unapata maji masafi, kwa vile ambavyo wewe ulikuwa na kiu na ulikuwa unahitaji maji, lazima upate maji kutoka kutoka kwenye chemichemi nzuri. Kwa hivyo Yesu ikawa kwamba ibilisi alileta chemichemi ya uongo, na hiyo chemichemi yake ilikuwa chemichemi ya mauti ya milele. Lakini mwana aitwaye Yesu akatupatia chemichemi ya uzima wa milele. Maana yake Biblia inasema kwamba kule Edeni kulikuwepo, wasomi wanasema hivi, the thief comes in order to steal, kill and destroy. I have come in order that you might have life. Unasema kwamba mwizi anakuja ili auwe, achukue, anyang'anye, afanye vituko, lakini yeye amekuja ili tuwe na nini? Na uzima. Na si uzima tu, ni uzima wa milele. Kwa hivyo anapokuja yeye, anapojitoma kwetu, Biblia inasema kwamba ni wakati dunia ilikuwa katika giza totoro, akaja kwetu, kajitolea. Anasema kwamba yeye amekuja aliye chemichemi nzuri, anayetoa maji mahenge, anayetoa maji yaliyo na uhai. Yeye amekuja waliotaabika, waliokuwa na shida waweze kupata faraja. Haleluya. Ili tupate faraja kwake, maana yake yeye ndiye mwenye uzima, yeye ndiye chemichemi. He is the source of life. My friends, today uchague. I want you to decide and choose the source of life. People have several sources, but these sources have no life. Today I want
heal the source of life. Hallelujah. Penzi katika Bwana, naomba uone chemichemi ya maji ya uzima. Yeye ndiye aliye chemichemi. Tukienda kwenye miamba, yeye ni mwamba imara. Tukienda kwenye mti, yeye ni mti wa uzima. Tukienda kwenye milima, yeye ni mlima wa mibaraka. Hallelujah. Ni wapi tena ambako hatutamweka huyu? Hallelujah. Huyu ndiye shujaa, amenifanya nisimame hapa nimtangaze. Watu wanamusikiza kote kote ulimwenguni wakisema hakika huyu shujaa anakuja tena. Hallelujah. Amen. Huyu ndiye amenitoa Kisii nimtangaze. Sijaja kutangaza kampeni ya kieleweke. Sijaja kutangaza kampeni ya kina nane. Kampeni imenileta habari ya msalaba. Wangapi wanaosafiri nami kwenye safari ya matumaini? Wapenzi katika Bwana, naomba kuadhirishia kwamba hii chemichemi ya uzima, kaka, unapoipokea chemichemi ya uzima utakuwa na maisha mazuri. Unapoipokea hii chemichemi ya uzima hautabaki na maringo. Unapoipokea hii chemichemi ya uzima hautakuwa hautajihesabu kuwa kitu. Manake wale mliopepo katikati mwa juma mliona jinsi ambavyo mwanadamu dhambi ilimfanya kuwa kinyesi. Kwa hivyo unapolinga wewe ni anastahili kuabudiwa. Anastahili Yesu, anastahili kuabudiwa. Anastahili Bwana wa mabwana. Unao mkono jamani? Yesu anastahili kuabudiwa. Anastahili Bwana wa mabwana kuabudiwa. Yesu anastahili kuabudiwa. Anastahili. Kisa wanavyosema wasomi kuliliko. Wasomi kuliliko wanasema hivi. Wasomi kuliliko wanasema hivi. Anasema one of the consequences of sin was to expel our first parents from Eden and deprive them of the opportunity to share on the tree of life. Majibu ya dhambi yaliyopewa wazazi wetu wa kwanza kutoka Edeni ni kwamba ni kufukuzwa na kutemwa nje ili wanyimwe ile fursa waliopewa ya kula kutoka mti wa nini? Wa uzima. Hilo ndilo yani kilichoko. Wacha nikwambie, ninaposoma kwanza kwenye maandiko, kumbe theolojia ni nzuri, kumbe kusoma ni kuzuri. Mimi nilikuwa nadhania kwamba hata kilichofanya mwanadamu kuondolewa Edeni ni ule mti alioguza wa kumanya mema na mabaya, lakini ndio maana akatemwa nje. Hamna. Lilofanya Mungu kutema mwanadamu kutoka Edeni ni kwamba asije akanyosha mkono akachuma yale matunda ya mti wa uzima akala akabaki angali mtenda dhambi. Ndio maana tukatemwa nje. Akina mama mpo niwaone, nisalimie kama if you are sure that you are a woman. Sikiza nikuuliza swali. Mtoto anapoguza taa, anapoanza kujua kuguza vitu, ni wa umri wa miaka mingapi? 1.5 years. Wengine hawajui. Ulizama ujiba.
Sikia, anasemaje? Sikiza. Wacha nikuulize. Mtoto anapoanza kuguza vitu kule kwa nyumba, ni umri wa miaka mingapi? Miezi ngapi? Miezi nane anaanza kuguza? Okay, discovery age starts from which age? 7 months. Hiyo hamjui, nyinyi ni wajinga. Sikiza, tafadhali, mkasikize tafadhali. Sikiza. Nenda mkafanye research. Sikiza nikwambie. I believe that is 1.5 years. Alafu unapoona yule mtoto akiguza taa, unamwachia iguze ama unaiondoa pale? Kwa sababu isije kafanya namna gani? Ikamdhuru. Yeye kama ni maji anataka chochote wapi? Mdomoni. Sasa mtoto lazima ujaribu uwezavyo kuona kwamba umemlinda ipasavyo. Ndivyo hivyo naye Muumba wetu alifanya. Wakati gani ambao binadamu walipochagua vibaya, wakaguza mti wa kujua mema na mabaya, tena ilikuwa kwamba waguze mti ule wa uzima, waishi milele, waguze bila kujua, bila kukusudia, wale matunda kutoka kwa ule mti, waishi milele, wangali watenda dhambi. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema, akauficha ule mti ili tusije tukauguza. Lakini baada ya vita vya dunia, wale watakaoshinda watapewa fursa kuguza na kuchuma kutoka kwenye ule mti wa uzima. Haleluya. Amen. Ikiwa mmoja wao. Haleluya. Amen. Mti ule wa uzima. Wapendwa, ni nini Biblia inasema? Hebu niangalie wasomi wanasema nini. Wanasema hivi: death entered the world as a consequence of sin. Kifo kikaingia ulimwenguni kama majibu ya dhambi. God warned Adam that disobedience to his command will result in death. Mungu kamuonya Adamu ya kwamba kutotii kwake kutaleta kifo. Ndivyo hivyo hata sahihi, napokuonya, napokuacha maonyo, binadamu hawataki kutii. Unapoonya ndivyo wanavyokuwa wabaya zaidi. Na mara nyingi huwa ninatoa mfano huu. Wangapi wameai pika sweet banana? Elida, niletea mti. Wangapi wameai pika sweet banana? Hivi. Unasikia gani unasema? Yeye anataka tu kusema afanye namna gani? Kwa nini usiweke kwa jiko ujue wewe usome? Yani that is an experience we're supposed to do. Yani I mean what? Experiment. It's an experiment. Yenye huendi kwa mahabara yote. Mahabara yako inakuwa ni jiko lako. Mahabara yako inakuwa ni mavinga yako. Unaweka pale alafu unaendelea kufanya namna gani? Weka tu moto. Mimi nilifanya hayo. Kitu nilichogundua ni kwamba jinsi unavyopasa moto ndivyo kinaendelea kuwa green. Naendelea. Unavyokaza kufanya namna gani? Kupasa moto inaendelea kuwa green side. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ambazo wewe wafaa uende ujue. Katika nyakati hizi kitu nimekuja kugundua mchungaji ni kwamba Wakristo wetu wengi wamekuwa kama sweet banana. Tunapohubiri zaidi ndio wanaendelea kuwa wachawi sana, wezi sana, walevi sana, washarati zaidi. Naomba nikujulishe kuwa tahadhari. Baada ya dhambi hizo, Biblia inasema kwamba ukiwa
mshahara wako naomba nikujulishe kuwa maringo yako, kuvaa kwako nguo fupi fupi na kujibadilisha sura, unarudia. Hayo ni marudio. Ni marudio. Kuna wengi waliokuwa wanyasura kukuliko. Kuna wengi na hata saa hizi wote nikwambie, smile yako ni kama unalia na ujue kimi unazidi. Acha nikwambie, hata kutembea kwako tunahisi kutapika, maana unatembea kama konokono. Wacha nikwambie da, Biblia inasema kwamba mwanadamu akakanywa, akaonywa, lakini hakusikia. Na jinsi ilivyo hata siku hizi tunapoendelea kuwakanya watu kwamba haya unayoyatenda si maadili ya Mungu, watu hawataki kutii. Watu wengi wameacha kanisa la Bwana, watu wengi wameacha yaliyo ya ukweli, wamekimbilia ya uongo. Wapenzi katika Bwana, kile ambacho wajua kukifahamu ni kwamba wahitaji kukifahamu ni kwamba maringo yote, ikiwa ni mambo ya kujifika, walijifika kitambo, wewe unarudia, lakini maonyo ya Mungu yanaendelea kuonya kwamba dunia imo hatarini. Lazima ujiandae. Wewe nywele yako tengeneza nywele yako mpaka inakuja hapa kwa jicho. Unaposalimia unaambia hello, how are you? Haujastua sisi. Dhambi ni mbaya, jamani, dhambi ni mbaya. Dhambi inateza, na tena dhambi inaua. Dhambi ni mbaya, jamani, dhambi ni mbaya. Dhambi inateza, na tena dhambi inaua. Unaona kwamba Biblia inasema kuna njia inayoonekana machoni pa mtu ya kwamba ni nzuri, ila hali inampotoza, inamchukua wapi? Kwenye kifo. Kwa hivyo tafadhali, unapoishi kwenye ulimwengu huu dada, usijipambe kujipambia wanaume wa watu. Yani usijipambe ukitafuta wanaume wanane wa watu. Jipambe ukiwa umejiheshimu, na mapambo yako Biblia inasema yamtukuze nani? Mungu. Lakini kama yamtukuze Mungu, naomba kukujulisha kuwa mwisho wako mshahara ni nini? Mauti. Nasema hivi, ndio kusema kujua hasa zongeni mpaka kesho. Nasema God warned Adam and Eve, okay? In Genesis chapter 2 verse 17, the Bible says what? In Genesis chapter 2 verse 17, what does the Bible say? Biblia inasema katika mstari wa 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini Ibilisi, Biblia inasema Ibilisi akaja na ujuzi wake, akamuuliza kwamba yani miti yote, upige sawa yako tusije tukapatana vibaya. Atoa ngorona kongi tano. Biblia inasema kwamba ikawa Ibilisi akasafiri katika Eden, akazungumza naye, akamuuliza kuwa sasa hii miti yote iliyoko kwenye hili shamba la Edeni mliambiwa kwamba msiale haya matunda. Jambo la katika statement ya Mungu ilikuwa namna gani? Statement ya Mungu ilikuwaje? Ona hawa wanaanza kuchapa watoto hawakusikia shule. Au unaanza kuumiza mtoto, mbona usikii shule? Anaanguka nani? Amefanana nani?
Statement ya Mungu ilikuwaje? Statement ya Mungu ilikuwa na gani? Statement yake alisemaje? Msikiane matunda. Pastor, is this the way these people behave? Eh? What did I say? Which was God's statement? Rudia hilo fungu. Neno la Mungu linasema, kabla sijaumiza watu. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, sema hivi, walakini matunda ya mti wa ujuzi, matunda ya mti wa nini? Wa ujuzi wa mema. Ngoja. Amjibu ama mnanitaka maneno? Can you answer me? Yes. Mti wa nini? Wa ujuzi. Nauliza hawa. Mti gani? Wa mama? Ya jamani. Nasema soma. Inasema walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema, ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini ibilisi anapokuja anamuuliza namna hii, yaani mliambiwa kwamba miti yote iliyoko hapa mzile matunda. Hiyo statement imegeuka kama iko sawa sawa kama ile ya kwanza. Imegeuka. Na kitu ambacho chanikera mno kwa huyo mwanamke, wanawake, if you are sure that you are a female, please wave at me. Very stupid people, let me tell you. Arabu yeye kitu anafanya, sikiza nikwambie. Mungu akazungumza naye akamaliza. Alafu amesikiza tena mtu mwingine ambaye anakuja na ujinga wake. Hiyo ndio hata wasichana wa kike wote niwaambie. The moment you listen to stupid questions, you are one and you are done. Wewe ukisikia jamaa ndio hili linakuja linasema, sasa naomba kuponga na wewe. Unasema mazuri sasa. Mimi sitaki. Sasa ukianza kumjibu na kusikiza upumbavu wake, dakika 2-3 sijana lenye halina busara, halina hekima, nimeambiwa unajua. There's something I want to ask you, my dear. Unasikia nasa? Just say. Sasa kuandika, anaanza kuchora mapa ambayo haiko hata ndio wala. Anaanza kusikiza. Wakati kule umempatia sikio lako umeanguka. Nakwambia. Apenda msichana mmoja ambaye tulisoma naye. Alikuwa mkali. Na alikuwa mtu mjeshi mwenye jokes. Baba muita Magi, anakuja. Magi, si nitangaza basi nimekuja. Yaani hivyo amekufunza nguvu. Unachosema. Please can you seduce me? Yaani hiyo amekuangukia. Kwa hivyo ni nini kile ambacho tutakapoangalia? Ibilisi alibatilisha. But at the tree of knowledge, the tempter insisted that Eve could eat fruit from the tree and not die. No. Amemwambia kwamba utakula lakini hautafanya namna gani? Hautakufa. Sasa baina ya Mungu na ibilisi, nani amenena ukweli? Mungu. Labda nikuulize, usijibu kama wacha niachie hapo. Isikiza nikwambie. Baina ya Mungu na Shetani, nani amenena ukweli? Wacha nikuulize. Twende ndani. Adamu na Hawa walikula tunda. Walikufa? Hawakukufa. Walikuwepo, na ndio maana akafunguliwa macho, wakaona. Na tena kuna kitu kingine, wacha muwe makini msije nikawapotelea katikati. Unajua tena hii dhambi ilipokuja ilifanya nyingine mazuri. Wacha nikwambie. Unajua saa hii
walikuwa uchi. Sasa hivi ningewahubiri nikiwa na suti ya Mungu. Sasa angalia sasa. Kwa hivyo kile ambacho Biblia inasema kwamba yani Mungu nakuuliza swali na hili nitalijibu kesho kwamba Ibilisi na shetani, yani Ibilisi alidanganya kiwango gani na Mungu alisema ukweli wake kiwango gani? Wacha nipige hatua, maana hilo swali linahitaji kujibiwa kesho. Uje kesho lijibiwe hilo swali kutoka kwenye maandiko. Na tunapoendelea kujifundisha, hata kama ni sitalijibu kesho, tutaendelea kuliona likijibiwa kila siku. Angalia, anasema hivi. Anasema namna gani? You will not die. Genesis chapter 3 verse 4. That's where the tempter is giving his truth, which is full of lie. My friend, anasema hivi. Inasema. Nyoka akamwambia mwanamke. Hakika hamtakufa. Hamtafanya namna gani? Hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Mtakuwa kama nani? Mungu. Mkijua mema na mabaya. Sikiza nikuulize. Kwa hivyo tangia kuumbwa kwa mwanadamu alikuwa hamfanani Mungu. Tangu kuumba, from the beginning, before sin, was man resembling God? Yes. This is a clean lie. This is a great lie. Because when God had a plan to create man or human beings, he said in the book of Genesis, chapter 1, verse 26, that let us make man who will be our own image. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa amefanana nani? Mungu. Kwa hivyo Ibilisi alikuja na udanganyifu wake wa kudanganya. Jinsi anavyoendelea kukudanganya hivyo, anasema uende kanisani usiende, wewe ni Mkristo. Uende kwa makambi usiende, wewe ni Mkristo. Uende kwenye crusade ambao wamepanga TMI, uende usiende, wewe ni Mkristo. Kwa mfano, wangapi wamekuja leo wageni tafadhali? Wale ambao mjawahi kuja wiki nzima lakini mmekuja siku ya leo, na mikono juu. Simama juu, salimia tafadhali. Simama msalimie. Wale mmekuja siku ya leo tafadhali simama juu msalimie. Simameni juu salimie tafadhali. Wale ambao hamukuwepo wiki nzima tafadhali salimie. Na wale ambao mlikuwepo mnawaambiaje? Karibu. Sasa amekuja tuwafanyie nini? Hadi mlikuwa mnajua kuna mahubiri yanaendelea alafu nakuja leo. Aja Sabato ijayo. Leo nimewasamea. Nikushika nyaunyo. Unakula 6 bila kugusa. Jaza wao. Wewe kuja tu wiki ijayo alafu niambie ndio umekuja leo. Sikiza, anasema hivi. Asante. Anasema the record in Genesis chapter 5 verse 5 and the experience of mankind since the fall demonstrated the truth of God's prediction and the felicity of Satan's promise. Kwanzia kitabu cha Mwanzo 5 mstari wake wa 5, maandiko inaonyesha peupe udanganyifu wa mwovu na ahadi zake na ahadi za nani? Za Mungu za ukweli. Unapoangalia Ibilisi anaweza kukupromise. Sikiza niwaambie vijana, Ibilisi anaweza kukupromise, anaweza kukupa ahadi ya kwamba ukijiunga na Illuminati utakuwa mwenye mali nyingi. Ndio hatakupatia mali, ndio hatakubariki, utakuwa mwenye gari, utakuwa na magari V8, utakuwa na magari ya aina, magari mazuri, utakuwa na vitu vingi, lakini hayo yote
kudanganya. Ndio maana Yesu anauliza kitabu cha Mathayo 16:26 anasemaje pale? Yesu anazungumza nini? Mathayo 16:26 anasemaje? 26 anasemaje msomaji? Linasema katika mstari wake 26. Anauliza. Neno linasema kwani atafaidiwa nini? Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara kwa nafsi yake? Tu ataona nini? Badala ya nafsi yake. Wapenzi katika Bwana, vijana wengi wamedanganywa na ibilisi, wamejiunga kwenye makundi mbalimbali. Alisababu Boko Haram wameingia makundi mabaya, na mengine ni gani? Ni magani gani hayo? Wameingia katika mambo ya hanaza. Wameingia, nisikia fundi wa mitambo akiniambia wengine wanaitwa kwa Ebo Nases. Do you know who are these Ebo Nases? Do you know this? Mosiara, do you know this Ebo Nases? These Ebo Nases are the ones that at the moment she gets your husband, you can't come back. Those are the Ebo Nases. Ebo Nases. Wacha nikwambie, tumedanganywa. Yani tumedanganywa vitu vingi. Kina mama mmedanganywa na ibilisi vitu vingi. Mmekuwa promised a lot of false promises that I want to give you a clear that these things you have been cheated, my friend. Ibilisi hana mahala pa kukuchukua, kwa sababu akimalizia ni kukunyonga. Vijana wengi, itakufaidi nini dunia? Itakufaidi nini kuingia upewe mamilioni ya pesa, umeze bomu, alafu wewe ulipuke kwa watu uve na hizo milioni? Simekufaidi nini? Yani itanifaidi nini kutenda dhambi kwenye ufalme ujao mimi nikose pale? Kwa nini niende kutumikia wazungu, kufanyiwa vitu ambavyo havina maana kwenye mwili wangu? Yani Biblia inasema kwamba, ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho kwamba mwili wako ni hekalu ya ukimwi. Hekalu takatifu. Kwa hivyo ukidanganywa utatenda visivyo na utaingia kurithi ufalme ujao. Kwa hivyo ibilisi kitu anafanya ni kukudanganya. Jana wengi wa kiume na wa kike wamedanganywa, wameingia kwenye makundi ambayo hayavai. Lakini mimi, wapendwa katika Bwana, naomba kuadilishia mchana behube kwamba jiunge naye huyo Yesu Kristo, hako na uzima wa milele. Haleluya. Kwa tutakapo vile pamoja tukiingia kwenye Mungu tutakuwa na uzima wa milele. Kama ungejibu ungeona. Haleluya. Nasema kwamba yani yeye ahadi zake ni za kweli. Ahadi zake ni za kweli, na tunasiona manake anasema walio wangu sitawaacha wasafiri peke yao, hawatajikua, maana wao niko pamoja nao hadi mwisho wa dahari. Haleluya. Kwa hivyo ukihitaji kuwa usafiri na Yesu hadi mwisho wa dahari, unafanya nini? Unachukua sheria zake, usibebe. Kwa hivyo Biblia inadhihirisha kwamba promises za Yesu ni za kweli na ahadi zake ni za milele. Nisalimie kama umepata point. Kama umepata point, nisalimie. Asante sana. Kwa katika Bwana hakuna jingine ambalo tutakalojinua palo kama hatutamwinua shujaa wa msalaba, maana yeye ndiye mweza yote. Anasema hivi. The Bible speaks of two deaths. Okay, the Bible pictures two deaths. Biblia inaonyesha, inatoa
taswira ama inatoa picha ya vivo viwili. Anasema hivi. Vivo viwili. The first death which comes to all as a consequence of sin. Kifo cha kwanza kinakuja kwa kila mtu. Awe mtakatifu. Wengine unamesikia wengine wanaita watakatifu? Wanaita watakatifu. Awe mtakatifu. Awe ni pastor. Awe ni nani? Kifo hicho kitampata kama majibu ya nini? Majibu. Angalia. Kabla hicho kifo hakitakupata, hebu nikwambie. Sikiliza hata hii point wewe nayo nyumbani. Wacha kukaa tu hapa kana kwamba ulikuja unaendelea kupiga hesabu biashara yako vile uliungua jana. Hiyo wewe usiniletee, usinibebe. Sikiliza. Kisa nikwambie. Kifo cha kwanza hiki unaona watu wanakufa. Hiki watu wanalia, wanaomboleza. Hiki ambacho hata mke wangu wakati itakuwa nimelala na mimi sitakufa. Na hakika I will not die. For me, I will just sleep and wait for the king. Hallelujah. Amen. Wakati nimelala, hata mke wangu ache karibu. Aniambie sweetheart, I love you. I do what? When I see you, smoke beats me. All of those things, I will not listen. I will be busy. Networking, busy. Waiting for the morning glory when we shall see our king coming from east, my friend, and we shall sing the song of Moses and the Lamb. Amen. Unaona ame? Nkirete? Nkanyegete? Uguna ntaka akismari ni mkirete na tuwake bis. Hicho ndicho kifo kitapata kila mmoja. Hawe pastor, hawe nani, hicho kifo kitapata kila nani? Kila mmoja. Lakini kifo ambacho ni cha pili kitakachokuja kwa mshahara wa dhambi. Kinachobakana kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23. Biblia inasema kitabu cha Warumi ngapi nimesema? Warumi 6:23. Warumi 6:23 inasema neno la Mungu linasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. 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 Kitabu cha nani? Kitabu cha nani tunasema? Warumi ngapi? Mungu akanisaidia si kuwa mwalimu. Sasa nilisoma Warumi ngapi? 23. 6:23. Una hakika? Inasema asante sana. Sikia. Wacha soma msomaji. Inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Sikia hapo. Mshahara wa dhambi ni nini? Sasa wale ambao hawakuitikia Yesu wakati huo watakufa kifo kingine cha aibu ambacho wataaibishwa machoni pa malaika na viumbe wa mbinguni. Amen. Lakini utakapomkubali mwana ulale hata leo saa hii. Ndio maana naambia mimi, ndio maana naambia wachawi kule kwetu hapa wapatikani. Kule kwetu nawaambia hivi. Hata mkiniloga mimi sitakufa. So why are you wasting time to somebody who will not die? Wacha nikwambie, mimi sitakufa. Mimi nitalala na wakati ambao shujaa atasema muda umefika na nilale. Ila hutasema amina kwa sababu umesikia wivu. Wenye wivu wajinyonge baba. Wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge. Waja. Hiyo wivu mko nayo. Ati mimi sitakufa. Hiyo ndio itafanya muingie mbinguni. Lakini mimi nilikuwa nasema hivi. Mimi sitakufa kwa sababu nimeitikia Yesu. Amen.
Lakini wale ambao hawataitikia Yesu, sikiza nikwambie, tofauti itakuwepo. Wale ambao hawataitikia Yesu wito wake na kufuata mienendo yake, wakati mwana kondoo anapokuja, watapewa aibu yao, aishi milele na watakufa kifo cha milele. Hiyo ndio itakuwa mshahara wa nini? Wa dhambi. Pole. Video itaonyesha siri zetu, video itaonyesha siri zetu, video itaonyesha siri zetu, siri zetu. Enda vile ulivyokuwa unaenda kwa yule mjane usiku, video itaonyesha. Enda vigiza. Watatupa fedha barabara sote sarafu. Yaani wimbo hamjui? Huu wimbo hapa ndugu wa Tanzania wana muungano. Yaani kama ningeimba pastor, oh siamini kama tuko wote mimi na wewe, wakianza kuimba ya. Lakini sasa imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Sikiza nikwambie wapendwa. Sikiza sasa ninapopiga hatua. Sikiza kile ambacho anasema hapa. Anasema hivi. Tumeona vivo viwili. Simeviona? The duration of human life. Anasema, hiyo ni point number 1. Anasema the duration of human life. Number 1. The Bible has a lot to say about the duration of human life. Compare the following verses. The first verse is 1 Corinthians chapter 29, 1 Chronicles, not Corinthians, Chronicles chapter 29, verse 15. The book of Job, chapter 14, verse 1 to 2. The book of Isaiah, 40, verse 6 to 7. The book of Psalms, 78, verse 39. The book of Psalms, 90, verse 5 and 6. The book of Psalms, 144, verse 4. The book of Romans, chapter 2, verse 7. The book of 1 Corinthians chapter 15, verse 53. 1 Corinthians chapter 15, verse 53. The book of James, chapter 1, verse 10. The book of James, chapter 4, verse 14. The book of 1 Peter, chapter 1, verse 23. Umepata kipi ukisome? Umepata kipi ukisome? Unaniambia nasoma hii. Unaniambia nasoma hii. Inasema umepata gani ukasoma? Bwana, maisha ya mwanadamu yanachukua muda gani? Maisha ya mwanadamu yana umbali gani? Ama maisha tumepewa ni ya namna gani? Hivyo mafungo yote yanaeleza jinsi ambavyo maisha ya mwanadamu yalivyo mafupi kama yeye hajaunganishwa na naye nani chemichemi ya uzima. Biblia inasema namna gani? Katika kitabu kile ambacho umekipata. Anasemaje? Ayubu 14 mstari wa kwanza anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu.
Yeye huchanua kama vile Yeye huchanua kama ua, kisha ukatwa. Ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Mwana wa Swahili wakasema ujana ni moshi, huja na utoweka. Kwa hivyo kijana jinsi ulivyo, vijana wote, vijana mamanzi na majali tafadhali salimie, mamanzi wote na majali tafadhali salimie. Ebo mamanzi wote na majali tafadhali wave at me please. You know what you are supposed to know is this, young man or young lady, is that your days, ujana wako unapita kama umande, maana kesho hautakuwa jinsi ulivyo. Don't waste your time kwa vitu ambavyo haviwezi kusaidia. Tafadhali fanya kazi kwa bidii, ili wakati utakapofikia miaka ya kina babu ama miaka tu ya kadiri ambayo at the middle age, when you cannot be able to do what you're supposed to do at this young age, my friend, do it right now. Ikiwa ni kuchagua, chagua sasa. Vijana wale ambao mmefikia umri wa kuchagua, na kwamba maisha yako ni mafupi. Msichana nikwambie, maisha yako ya malingo ni mafupi mno. Sibadilisha vile unataka, lakini maisha yako kumbuka kwamba hata nyanya yako alikuwa mazi kuliko. Alikuwa kibusa naye, alikuwa na stua wanaume. Na wewe saa hii stua, lakini siku inakuja ambayo hiyo nini, sitting allowance yako hiyo unayoamini itatoweka, itakuwa kama malingo mengi ya madharau. Hata wewe ukasoma kuliko wengine, hata unasoma kuliko wengine. Nani kakwambia? Kifo akijui wewe ni msomi, kifo akijui wewe hukusoma, kifo akijui wewe ni tajiri, kifo akijui wewe ni nani, ama kuzeeka ama uzee haujui. Kwa hivyo jiandae, maana yake kabla hujafa jiandae, maana yake maisha yako ni aina gani? Ni mafupi. Kwa hivyo jiandae. Kitabu cha Zaburi 36 mstari wake ni wa 4, 39 mstari wake ni wa 4 hadi 5. Biblia inasema Zaburi nasemaje? Bwana, unijulishe mwisho wangu. Na kiasi cha siku zangu. Ni kiasi gani? Naomba nikujulishe kwamba kiasi cha kuishi kwako muda ni kidogo sana. Manake ndio maana jana tulisumutia tukasema kwamba hata kuishi kwako jana wako utayeyuka. Maana yake kuna wakati utakapiga smile, watu wanadhania unalia ama una watuzi. Tukasema jana ya kwamba wacha nikudodeze ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Ni wangapi walioko kwenye mkutano huu wanaosema mchungaji, mimi nimeona mkono wa Bwana? Hakika nione wakiinua mikono yao juu wakisema kweli tumesikia injili ya Bwana, na wakati huo tunasema kweli anaweza. Haleluya. Inua mkono wako juu, sema haleluya, kwa sababu yeye anaweza. Wapenzi katika Bwana, ningependa kujua wale ambao hawajawahi pata upatizo, niwaone wakiinua mikono yao juu. Wale hawajawahi pata upatizo, ama pengine ulipata upatizo ukarudi nyuma kwa njia hii ama nyingine, tafadhali inua mkono wako juu. Tunapoenda kuomba tukombe, inua mkono wako juu.
Na mkono wako juu kama ulianguka, kama hujawahi pata upatizo, ningependa uinue mkono wako juu dada au ndugu, kokote uliko tungependa tukuombee kwa wakati huu. Hata wale ambao mnatutazama kutoka kwenye Facebook, naomba kwamba uweze kuinua mkono wako popote ulipo, ama uandike jina lako, tuendelee kukuombea kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako. Tutakuwa hapa juma hili nzima tukileta vipindi na mahubiri jinsi ambavyo ninavyokujia namna hiyo, na nyimbo zetu kemkem zinazokujia. Kuwa nazi, usipanduke. Aya, sawa. Wangapi wale ambao nimeona wakiinua mikono yao juu wakisema, mchungaji, unapoenda kuomba mimi uniombee kwa sababu sijawahi patizwa ama nilipata upatizo nikaanguka? Inua mkono wako juu. Maana Ibilizi kitu anafanya ni kuanguza watumishi wa Bwana. Inua mkono yenu juu tafadhali. Ningependa kuwasihi kwa dhima ya mbingu, msafiri mbele, msafiri mbele, mchungaji awaombee. Njoo mbele ili tuweze kuombea. Hakuna wimbo ambao unaojeswa wakati kama huu. Waimbaji tawaita kwenye baraza. Ni yake Bwana kwenda ni tayari, mavuno yamelakawia, asante sana. Karibu sana, karibu kina dada, karibu kina mama, karibu vijana. Ukombozi huu ni wako leo. Usijali tafadhali. Njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu, vijana wa kiume na wa kike. Usitafadhali. Kesho wananyama tafadhali wenu. Sikiza mambo yanavyokuja. Tumeanza mama. Tema yetu inaanza namna hiyo. Hiyo ndio tema yetu. Ndio hiyo inakuja. Ndio hao wanaokuja namna hiyo. Ndio hao wananyama haraka sawa. Nikimbie kwa Yesu, yeye ajua shida zangu. Nikimbie kwa Yesu, kwa nia ya nifariji.
jingine. Kuna watu ambao maishani mwake anapopiga hesabu kuna watu ambao katika maisha yao anapiga hesabu, amejaribu mambo mengi ameshindwa. Wangapi waone hao? Amejaribu mambo mengi ameshindwa. Kwa mfano ndoa, kwa mfano kazi, amejaribu mambo ya nimejaribu kazi imeshindikana, tafadhali njoo hapa. Wale ambao mnaosema nimejaribu nimeshindwa, nimejaribu kazi nimeshindwa, nani njoo hapa? Nani njoo hapa? Nasema baini yako itakuwa hapa dada. Unasema kwamba nimejaribu ndoa, nimejaribu kazi nimeshindwa. Njoo. Kushindwa ni kwingi ambapo umeshindwa. Tafadhali njoo. Njoo. Njoo ni mbele tafadhali. Asante sana. Karibuni nyote. Karibuni nyote. Karibuni nyote jinsi mlivyo. Karibuni nyote. Karibuni nyote. Karibuni nyote. Nitaishi naye milele. Wakiendelea kwa waganga, wakipeleka shida zao. Mimi nakiendelea kwa Yesu, nikipeleka shida zangu. Nikimbilia kwa nani? Yesu pekee anitosha. Ukombozi uko kwake, nitaishi naye milele. Wakiendelea kwa waganga, wakipeleka shida zao. Mimi nakiendelea kwa Yesu. Wewe unakimbilia nani? Nasema unakimbilia nani? Yesu. Wewe unakimbilia nani? Njooni miguuni pake Yesu. Njooni miguuni pake upate ukombozi. Miguuni pake Yesu upate milele. Njoo pake Yesu. Njoo upate Yesu. Anajua shida zako, matatizo yako yote. Mkabidhi Yesu. Njoo pake Yesu. Anajua shida zako, matatizo yako yote. Mkabidhi Yesu. Nikimbilia kwa nani? Yesu pekee anitosha. Ukombozi uko kwake, nitaishi naye milele. Wengi wakimbilia kwa waganga, wakipeleka shida zao. Mimi nakimbilia kwa Yesu, nikipeleka shida zangu. Nikimbilia kwa nani? Yesu pekee anitosha. Haya. Ukombozi uko kwake, nitaishi naye milele. Wengi wakimbilia kwa waganga, wakipeleka shida zao. Mimi nakimbilia kwa Yesu, nikipeleka shida zangu. Nikimbilia kwa nani? Yesu pekee anitosha. Ukombozi uko kwake, nitaishi naye milele. Wengi wakimbilia kwa waganga, wakipeleka shida zao. Mimi nakimbilia kwa Yesu, nikipeleka shida zangu. Nikimbilia kwa nani?
Yesu ndiye anafuta. Tafadhali nisaidieni kina sauti kizuri wakati huu na kufanya ombi maalum kwa hawa. Mchungaji, ningependa uje ili tuweze kufanya ombi hili maalum kwa wana na binti zake mfalme. Asante sana. Kanisa, mnasemaje kwa hawa wamekuja kwa ajili ya ubatizo? Kanisa, mnasemaje? Asante sana. Tunawaombea hawa pamoja na watahiniwa wa mitihani ya kitaifa ambao ni wa darasa la 8 na wa kidato cha 4. Tunawaombea sasa. Tutaombea hawa. Kuna shida ambazo wanasukumbana nazo kwenye ndoa, kwenye kazi na vitu vinginevyo vingi ambavyo vimewashinda katika maisha yao. Wameona wamkimbilie mganga mkuu aitwaye nani? Yesu. Saidia maombi sasa wako, tunarudi sumbuku yako, shida zetu na fungu futa. Wanapokutuka na majosi wapanguze. Baba Pastor, Baba yetu na Mungu wetu, jina lako na lihimidiwe mchana wa leo. Hakuna pa kukimbilia pa msaada ulimwenguni isipokuwa kwako. Wengi wamekimbilia waganga, wachawi wa ulimwengu huu, hatimaye wamedharaulika, wakafanyiwa vitendo vya unyanyapaa. Ila wewe tukija, unatuheshimu na kutimizia mahitaji yetu. Wazee na wamama wamekuja, wengine wamejaribu ndoa, wanawaza kutoroka. Wengine wakajaribu hata biashara, wakalemewa. Wamejaribu kulima, wakashindwa. Usiyeshindwa, tunakualika kawashindie. Kawashindie wamama kwenye ndoa, kawashindie wazee kwenye ndoa, kawashindie kwenye biashara, kawashindie kwenye shughuli za maisha.
Kuna watoto wamekuja wakiomba Baba uwaneemeshe kwenye mitihani yao. Wewe Mungu uliye na uwezo uwaneemeshe. Jana kwenye chumba cha mitihani, ondoka nao ukitangaza juu yao, washindi nyinyi, endeni kwa amani. Jana wa leo kuna watoto wako wameangalia maisha yao, wakaona wanahitaji kusafiri na wewe, na wanajitoa kwa ajili ya ubatizo na kuomba Mungu uwape ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wakisubiri ya maji, wakubali jinsi walivyo na wafae kwa ajili ya kuwa wana na binti zako. Natambua Maulana, kuna waliokuja hapa wamelemewa na maradhi na magonjwa. Tamka neno juu yao, tamka neno juu yetu, tamka neno, kaondoke hapa tukiwa tumewekwa huru. Na wenye mizigo mengine, tamka neno. Baba, tamka na tamko lako lidhihirike kwamba Mungu alitamka, nimeuonja na weza nikashuhudia. Tunanyamaza tukijua umetamka. Ni katika jina lako Yesu. Amina. Ivan Kerobo Wera, wote hawa mfalme ni watoto wako ambao wametuma ujumbe kwamba waweze kukumbukwa katika ombi maalum. Bwana wa mabwana, wana na binti zako wamekuja miguuni pako, kila mmoja akiwa na lengo lake maalum la kukutana na wewe mfalme. Ikiwa kunaye ambaye pengine alizalia kwenye mkutano, naomba kwamba Mungu wangu uendelee kumnong'onezea, na atakapoamua Bwana wa mabwana atakuja miguuni pako akinyenyekea akisema, kweli nimeona mkono wako. Katika mjana wa leo tumewaleta wa kidato cha 4 na wa darasa la 8 miguuni pako. Tumewaleta mfalme tukiwa tukitaraji kwamba utawaandaa vilivyo, walimu walioandaa, wazazi wakawaandaa, na kila mmoja akafanya lililokuwa kusudi lake alifanya kwa wao. Sasa wamemaliza. Mungu wetu, upande umepaki kwako sasa kuwachukua kwenye jumba la mitihani. Jingine mfalme, wengine ambao nao waleta ni wana binti zako wamesimama miguuni pako wakibubujikwa na majozi, wakihitaji ndoa zao ziweze kufanywa upya. Wengine urafiki wao umekujumiwa kwao, kumeingiliwa na muopo. Nakemea nguvu hizo za ibilisi. Watoto wako wasimame wakuinue wakisema, wewe ni Mungu wa mibaraka. Mfalme wetu, tunapotoka mara hapa watoke wangali wametakasika. Bwana wa mabwana, na waleta wagonjwa wale ambao walioko karibu na wale ambao walioko mbali, ili uwakumbuke Mungu wetu. Na kumbuka watoto wetu wako kwenye nchi mbalimbali, Saudia, kule Kataro, nchi nyinginezo nyingi za huko Afrika ya kati. Mfalme wetu, naomba kwamba uweze kuwakumbuka, kwa sababu wao Mungu wetu Uarabuni wanateswa, lakini Mungu wetu naomba kwamba wakirimie, jina lako litukuzwe. Watakapopata ujumbe huu, Mungu wetu walinde. Kuna wengine ambao tunatazama kwenye Facebook, mfalme wetu wanasema ama wamejitoa kwa moyo yao kwamba waweze kupatana ubatizo. Mungu wetu naomba kwamba waguze Baba. Tunaomba kwamba ndugu zake ambaye alituzungumza naye katika asubuhi ya leo, tunamkumbuka kwenye mitihani yake atakayoenda kuifanya Mungu wetu, ili umulinde, umuhifadhi. Sio yeye peke yake, ile kundi kuu la kanisa liko online linaloitwa Inua Pastor, Mungu wetu lote na walikabidhi miguuni pako. Grupu nyingine ni ile ya graduation, Mungu wetu nalikumbuka. Jina lako lipewe sifa katika jina la Yesu. Kila mmoja aseme amen. Na wale waliokuja kwenye mikutano haya Baba, wakati watoto wako wakiomba, wanaangalia mikoba ya wamama, wanaangalia makalio ya wamama, kwa ajili ya kusudi kilichowaleta, uwanyime amani mpaka wakutane na wewe, wajitoe kwa ajili ya uzima wa milele. Amen. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Mungu awabariki.